Nimeona rafiki zangu wengi ambao zamani nilikuwa naona kwenye bendi wanagawa hela. Kwenye bendi za wanangu fulani hivi wako kule, kuna wanangu wa Kongo wanaimba, wakikuona hadi jina lako analiweka kwenye verse. Ningeni ni papa Mwakabana, tumekuona leo, siku nyingi mkubwa tuja kuona papa, fanya jambo. Mwakabana utamwambia nini hapa? Anazama ndio ile unasikia chwa 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 chwa, anarudi anakaa, alafu miamba wana timing hapa, anajua hapo Mwakabana akiimbwa anatoa. Na hii zilikuwa kwenye rumba, anakutafutia pia kwenye sebene, toreka papa Mwakabana atainuka tu. Unaona ana kwenye sebene mkuu ameinuka ga. Watafuteni wale raia, watafuteni leo wako kwenye nyimbo. Yaani ukiplay nyimbo za bendi zile za muziki ule, kuna majina yanatajwa mle. Watafuteni wale, mtafute ambaye bado doni katika wale watu. Kama kuna mtu, namjua brother yangu mmoja hivi ambaye bado ndio ana hela, lakini lifestyle anayoishi saizi ina heshima, ina vigezo, ina masharti. Wengi wa watu waliookoka wanafunikwa na neno linalosema Mungu wetu ni Mungu mwenye fedha na dhahabu, so nikizitoa ni za baba yangu, zitarudi tena, nitazipata tena. My dear brothers and sisters, kwa nini zisije za raundi ya pili zisikutanize na za raundi ya kwanza? Kwa nini uzitawanye hizo ukiexpect eti zitakuja zingine? Kwa nini zisije zingine zibebane sasa? Kwa hiyo kanuni ya kufanikiwa ni kutafuta na kutunza fedha. Kuitafuta fedha na kuitunza ndio kanuni ya mafanikio. Mungu anampa assignment raia wa kwanza kwenye bustani ya Eden. Anasema hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, anasema akamweka kwenye bustani ya Eden, sio wale matunda. Anasema kaa kwenye bustani ya Eden, fanya kazi na utunze hii kazi uliopewa.